platform because everyone will fight for their stomach. Naelewa? For example, wewe umerukwa. Mbele ya Mungu nimerukwa, mimi na feel nimerukwa. Na sio wewe unaniambia na Malisafi niambia. But we see the way forward. How will we do it? Because wewe ulenda kuoccupy kanisa yenyewe without kutafuta sheria ikukataa. Unaelewa? The problem is Lady Jacqueline alikuja Kenya. Hao watu walisema walidinywa mkundu, hawakuna mahali wali write statement. Walikata kwenda ku write the statement. Ndio pastor achukue watu hatua. Wewe ulras pale kwanza kuoccupy kanisa wenyewe. Lady Jacqueline akikaa kwa kitanda yake anawaambia choma. Do you think pastor kama angetake action against you? Lady Jacqueline angekuokoa kama saa za kuruka. Angeniokoa aje na acha niruka. Utakuta wakikula na huyo pasta utakuta wanakula na Lady Chega huko. Utashangaa. Yeah, so guys, this is what we can say on this platform we want Nini, because when we choose our leaders here to represent us for government, guys, we never move agita kwa poa. I don't think, guys, the shortcut way is let us see the way forward how we can kujitetea peke yetu. Githaiga sahi tukichoose hata to choose Kolo, when you leader yetu utakuwa na represent. You always kumbuka nani? Huyu jamaa ito nani? Huyu jamaa Black aleta Morara tulikuwa tunapenda sana. We can't notice Morara anafuatia mambo yake. Kila mtu ako na mdomo Malisafi, mtu ajiongelele, hakuna mtu atakurepresent. No is our leader, no one is our leader. Kila mtu ana opinion yake na platform yake. Prince. Tuseme hivi. This is my opinion, okay? Tukieka mse pale mbele, it has been proven over and over, they are both. Okay? They are both. Now, unfortunately, I assume that is what has happened because kwanza tulisikizana, mimi nasema vitu zenye wacha Donna nitukane, wenye mnacheki watu wananiambia Donna ananitukana, wacha nitusi. It is okay. But this is what Malisafi we agreed. We are not going to host any politician pale. Tulisikizana hivyo. Yeah. Sahi naona Lady Jacqueline make video calling the same person. Anataka ku have conversation na yeye. Malisafi hawa comment section hawa send you utujenga sisi. Tunafaa ku agree on that. Yeah. Wakituambia atakaki huyo mtu. Sisi tunaenda hivyo. Hawataki. Sasa we agreed and she said that she's not going to host anyone. Na mdomo yake. Make video anaita tena Ruto on the platform. That's why I am somehow agreeing with many of you when mnasema hapa it is compromised, because why would you go behind our backs after discuss hiyo mtu akuje? Lady Jacqueline mtu atakuthrow under the bus to the watchdog. Ule akilipwa fiti na kwambia ule mse atakuchocha alipwe fiti akuthrow under the bus. Ubaki na mashida hapa Kenya na sikudanganyi. Wala huyo mama tungeni kabisa. It's good. To the watchdog, now you have seen kuna kitu unasema na mimi na agree ya Kenya nilisema akona agenda imefichwa, a hidden agenda. And mimi niliwaambia nataka politics. Guys, mimi nakwambia hivi, unajua mimi si mwenda wa simu. Kulikuwa na history na ni Boskana alisema hapa, story ilikuwa ina trade. Story ikekwa chini. Kyo akasema kuna pesa. Watu hawakuamini. In fact, the Don was her lawyer. Mimi Mungu moja nililala na macho moja hivi. Mimi hiyo story niliamini 60%. Because I knew there is no way Lady Jacqueline is changing her tune. Lady Jacqueline last week akanicall. I think alinicall ama alinitumia sijui nini. Akaniambia kuna kesi. And then she sent me a voice note akiniambia nataka kuita Ruto kwa platform. Hapo kama ume notice mimi sijakuwa kwa hiyo platform for like a week or so, hata just before the birthday. After ameniambia hivyo, mimi nilisema, hey, thank you. Na kweli kuna ingine huku recognize Simba kubwa. Mtumie Simba kubwa hizo ndogo ni za nini? Simba kubwa. Wanampenda sawa tu, asante. Asante. Mimi
nakwambia Truth Watchdog. Lady Jacqueline kunipigia kiniambia analeta Ruto kwa platform. Na jana ndio nikakuwa na hiyo conversation nikauliza, could we be enabling somebody to continue pushing her agenda using us? Mtu anatutumia kama kitega uchumi. Saisi umeambiwa kitu hapa Truth Watchdog. I know you have very clear and very good intentions and we are not saying anything in bad intentions. Truth Watchdog, imagine if you come back after 1 month, 3 months. Alafu you realize this case you fought so hard and you went until you occupied a church. You realize hiyo kesi hata haikuenda kuripotiwa, haikufikishwa mahali, haikufanywa kitu. Si tunasema tena tulifailiwa. But it is not because we were failed, it's because somebody may agree. Nakwambia, somebody may agree. Yes. Brother, wacha na musikasirike by the way. Yes, talk. Unaona ile story yote ya huyu jamaa mwenye bibi yake anaitwa nani? This guy, Triza. Moraya, Moraya. Yes. With evidence. Yote ilikuwa script. Ala? All of it. So what was the Okay, what was the plan of Tuambie. Okay. Morala, Unaona vidole ni ngapi? What was the plan of endgame? Vidole ni ngapi? Kuna kitu, sitasema, kuna kitu Moraya alifanya. Mbaya sana. And it was going to get out of the box. So ule mwenye alikuja kuexpose ndio asisikizwe. Ndio bibi aliletwa. Watu wa concentrate kwa bibi. Hiyo kitu ipite na imepita. Bishop mwenye amesema hizo vitu na kuambia nimeambiwa nisiachilie but hata voice note ati it was all scripted. Moraya was there, the wife was there, huyo Esther was there, anaitwa AC was there. They scripted the everything. Hakuna kitu serious. Watchdog anajua kitu mnaniita roba. Tuambie kuna kitu Watchdog anajua mnaniita roba. Watu sema yote uongo. Kidogo nikuje. Na kama mnafikiria ni jokes. Wamesema watarelease. Inahitaji mtu akunywe maji kwanza bwana. 1 million imeenda na Triza. 1 million ya Triza. hapo mnaoshwa kwa hapa mkeni. Shida haikuwa 1 million. Shida haikuwa million. Shida ilikuwa izinaitwaje hizi emotions zetu ziende kwa Triza because there is something very bad that guy has done. Huyo anaitwa wa Moraya. Na ni mabishop wangapi? 3. One of them ndiye amesema na mdomo yake mimi ndio niliorganize hii kitu. Mtaisikia. Nimeambiwa nisiongee but mimi nimewapea 2 hints. Okay, Githaiga, do you believe that is true, Githaiga? Everything is true. I believe everything can be true but I don't believe this until I'll see the evidence. Amesema akonaso akiesa tupatia, nimeshtuka na shtuka hata mimi. Wasipoleta, wacha niwape hivi. Today is on a Sunday, si ndio? Safi, let me drop for somebody. Wasipoleta on Wednesday, mimi na release. No, chukua mic. Endelea kwani endelea na choo. Mimi wasipoleta on Wednesday mimi nitai-release. So they better the way wamesema tuachane na mambo kwanza, mimi nimewacha. But if they don't bring, I will bring. Story yote ilikuwa ni story ya Jaba, it was organized. All of it. Thank you, gifters. It was all organized. Sisi tukabebu akili, tukaonea huruma Triza, tukachamba wa Moraya. Whatever he had done was covered and that is how it is covered. In fact, kuna mtu mmoja kati yao What alikuwa amefanya nini? Alirep Shosho na akiua. Sio Moraya. Mmoja wao hapo. Mimi niko kwenye Ramadhani. Kuna mtu Wait. Okay, Truth Watchdog, please don't make a statement if you don't have evidence about it. Malisafi nyamaza. Yes, I will not. Because anything you say, they will use against you. Malisafi. Nyamaza. Sasa simnisikize. Hii Ramadhani imekuja na kasongo. Listen, Boscan, just listen to him. Hebu niwaulize watu. Nishaikuja na story yote ya Jaba. Kuna story kadhaa umekuja nazo za Jaba. Kunazo. Gani? Niliua Chira.
Okay, Mwiti that has not gone away. Ulikuja nazo za jaba na si moja na si mbili. Kuna mastori. Umekuja nazo za jaba. Sawa basi. Wacha niache basi. Wewe Mwiti wewe. Hapana, usiache. Endelea. Endelea. No, usiache by the way you might be right. Hakuna tunajua by the way. You might be right. TD skills. No, I'm very wrong. TD, unajua mimi niko kwenye Ramadhani naona mfungo unanipeleka, lakini hemu ongeza vizuri, ongea hapo namna. Kuna shosho amebakwa na ameuawa ili kuficha white. Hemu ongea vizuri tueleweshe, tumetoka. That's a serious case and wachani niwaambie. Kuna mtu hapa alishikwa. Kwa hawa watu wenye nimewambia, sijasema ni wa Moraya aliua. Kuna mtu hapa, kwa hawa watu tu wako kwako Kasako. Apparently alishtakiwa na mpaka akashikwa, akafungwa. Njia ya mkato wakamtoa. That is one. Mjue hivyo. Mimi sichezi na sidanganyi. Kwa njia ya mkato walimtoa, ako nje as we speak. But kuna shosho analala 6 foot alioza. Hiyo number 1. Number 2 msitake jua. Mimi sitasema comment section watu wamejua ni nani. Huyo mkimtumia Simba moja atasema kila kitu. Uongo mimi nacha. Wewe akitumia Simba moja atasema kila kitu. Inasemekana ni brother ya Karoki. Mnaona mimi nadanganya? Ni sawa, mimi nadanganya. Acha ibaki hivyo. But nimeachia hapo. But I can tell you president. Okay, hakuna penye watu wanajua hivi wanajua. Kuna story amtaki kutuambia ni gani? What are you guys? Githaiga. Wewe ukiwa pale out of good heart straightforward ulikuwa unasaidia Triza. Yes. Any other person TikToker pale tulienda pale juu ya Triza. Mostly tulienda pale juu ya Triza. Na wengine hata kama tulipata chance ya kupewa gift, mimi nilipewa gift siwezi danganya kwa hiyo platform ya Lady Jacqueline na nilikuwa na represent mtu. Juu nilijua this all of this nilikuwa najua tuna have fun. But I came to learn that na joke on a very serious case. Ndio maana kesho yake nilikuja niambia Adamu Lima, sorry, I don't know who this Karokim is. But I'm telling you, there is a man who actually abused, yani raped, wacha nitumie word, raped a grandmother. Ukisema hivyo utabaniwa. Sema kubakwa. Alibaka a grandmother. Somehow, huyo grandmother kajinyonga. Somehow. Una get? Na kesi kafuatiliwa, ikafunguliwa, jamaa akashikwa na akaekwa ndani. As we speak right now and you Malisafi, that guy is also out. What ways? We don't know. That is just one. So there are that is one. There are around 2-3 cases, very bad things that these men of God have done that has to be covered. That is why Triza was the best case to escape. And if Triza was used, she does not know, but that she was just a scapegoat. There was nothing like alitumika aje? How is Triza involved? Alitumika aje? Hiyo kesi, by the way, wewe Githaiga wewe ndio ulikuwa letewa hiyo kesi. Wewe ndio ulikuwa muanike huyo Moraya. Ilikuwa kwa Jacqueline. Yes, wewe ndio ulikuwa upewe, lakini ikaenda kwengi. Kwa sababu wewe pia wewe ni mwalikwa tu pale kama mimi, hauna makao pale. Sasa wewe una kitu ya kusema. But hiyo kesi ilikuwa ikukujie. Unfortunately, ika find its way the other side somehow. Ndio kwa maana sisi wote tulichezwa tukililia Triza, something needs to be done. Okay, Pastor Moniki. Pastor Moniki. Pastor Moniki. Yes, do you have something to say or? Niko na kitu ya kusema, hata ndio maana hata nimeshukuru juu ya kunipadisha. Niko na jambo nigeomba tu niliseme tu hapa juu nimepata hiyo chance. Okay, thank you so much. That's the reason we put this. Not about Moraya, not about anything about occupying Jesus Winner. Okay. Ni kitu kingine ambayo kuna mzee fulani hapa Meru. Niko Nairobi saa hii, mimi naishi hapa Nairobi. Na huyo mzee amenikasirisha juu hiyo kitu inaniuma saa hizi. Mtoto mdogo akambaka mtoto mdogo. Hiyo kesi imeenda Meru na imekuwa kotini. Hiyo kesi ni kama wamepeana pesa. Sasa huyo madam amenipigia simu akaniambia hiyo kesi imewekwa mwezi wa 8.
Mwezi wa 8, imagine. Imeenda hivyo karibu mwaka mzima. Mtoto alibakwa na kuna evidence, kuna kila kitu. Ripoti ya daktari zikatoka, mtoto akatoa ushahidi, mtoto mdogo. Sasa vitu kama hizo unaona ni vitu zenye mimi hata najiuliza justice itapatikana aje. Maisa video nimepata hapa ndio niseme hiyo kitu hapa. Watu wote 8000 wakiwa hapa wa Kenya. Juu hii Kenya hakuna justice. Aliyembaka huyo mtoto ni nani? Kwa sababu ni police case. Hiyo ni police case. Na hata yeye mwenyewe alikuwa ndani akaashiriwa na board. Sasa ndo hatumjui ni nani, anafahamika. Ni mtu amejulikana ama ni mtu mwenye ajulikani kwa ndio maana nimesema nitakuja hapa. Pastor Mwaniki, tuache kidogo. Tuko busy kidogo. Tuna mambo yanatusumbua akili. Haya mambo pia ni ya msingi but unatuchanganya. Please, I beg. Hatujamaliza hata wawili ya James and nani. Let me talk to him. Pastor? Nope. I think tulete hiyo case siku ingine because I tulikuwa na something to discuss on the table, please. Tulikuwa na something. Yes, mwambia atakupata vipi maybe akuletea siku gani. Okay. Na nasema hivi, True Watchdog mali safi Githaiga, mjue hiyo kesi iko na mimi nawaomba tu. Haya sawa. Ngoja ngoja mfollow. Tafadhali tu hiyo kesi. True Watchdog turudi kwa hii kesi yako. Kwa sasa tuko confused. Haya sasa basta. Tumekufollow, tutakutafuta. We focus. Thank you my son. Haya sasa thank you so much pastor. Haya. Niko na swali kwa True Watchdog. True Watchdog turudi kwa hiyo story ya Triza Yes. What was the motive because hapa there is a family that was involved if that is the story, maisha ya Karango is in shackles, is in rambles right now. What was the motive? Yes. Walikuwa wanataka kuachieve nini? Na ni nani alipanga hiyo story? What did they want to achieve? This is okay, according to what I know. According to what I know, kuna what I was told and what I know tofauti. According to what I know, this guy is in watana na hii mess ya bibi. Hiya bibi tu, it is the smallest mess. Sawa? Ati yo ashughulikie bibi. Hiyo ni kitu kidogo sana hiyo. Hiyo sio issue. Issue ni bigger. It is bigger beyond what we think or what we know as per now. So the thing was this: how can we find a different diversion so that we can try to cover this? And the most that actually works best is when a woman comes to cry against a celebrity. Kama tu sasa hivi venye demo atakuja aseme mbanya ulinimbanya alafu ikakua. Watu wote including wanaume tutakuwa the other side of that lady. That is what actually is happening. Triza is just collateral damage to be part of this. But there is a bigger thing these guys have done. And it is a group of people. That's why you can see Kanyari came in defense. And I was in disagreement in court. Kanyari has his own dark side. Why would we have him against trying to portray the picture like these other people are bad? But he came in defense. We cannot keep on saying huyu mtu ni mbaya, na unajua. I was like, wow. So I noticed some things, but mimi nikanyamaza. Unaget? Because I was like, yes? Okay. Mimi nauliza hivi, to the Watchdog, Triza came on TikTok na akasema akona shida anataka kuchangiwa. Before that, Karango was not trending. There was nothing that was trending them. Hakukuwa na anything that you'd say that they were trying to cover up. So how is Triza coming on TikTok a cover up for what Karango and his friends did? On TikTok. First of all, Triza was not to come on TikTok. You should know that. Triza, even her idea was never to come on TikTok. Hers was she was being mistreated. That was the she was being mistreated. But how? Goja TWB. Goja, Triza was genuine. Triza was a sacrifice. Your man and Triza ni collateral damage. What do you understand? Triza collateral damage. She's not part of this. Let me ask men. Got the TWD. Yes. So how was the case going to blow up without Triza coming on board? Do your case it never reached on the table. Imekuwa big because of Triza, not even because of Karango. You are not understanding Banya.
When I talk of natumia lugha gani? Wacha nikuelezee kidogo sasa uelewe kwa Kiswahili. Collateral damage, it means she was a sacrificial lamb. Thank you, that is the word. She was sacrificial lamb. Iko hivi, kuna wanaume na nimemwambia Bishop ni wangapi? Ni watatu. Wewe unaniambia nyamaza, nyinyi ndio mnauzika kwa hiyo ujinga. Na mkinipoku nitasema. Don't try me. Sema yote, mbona usiwe uoga? Usiuziwe uoga, sema. Unauziwe uoga kwa nini? There are three bishops. Wote wanavaa vitu za white kwa kichwa. Sawa. In the name of Keremba, there are three. Now these three bishops, wengi wao mnawajua pamoja na watangazaji wengine wawili wa Kikuyu. There are things they do in the name of philanthropy. Inaitwa aje hiyo kutokea, tutakujengea nyumba, huyu alikuwa na shida tumemnunulia ng'ombe ya maziwa. There are 5 people but 3 bishops. Something had happened and it was coming to be blown. Kajaba. It was going to be blown. Prince Basi sema. Washa na Mwiti ni maoni tu anatoa. Endelea. Alijaba tena. Wewe nani tulikuwa story yako hata. Tena tusaidia aje. Kwa nini unambembeleza? Nawaambia story zako za kila siku. Kwa nini unambembeleza? Ananyesha asililete pia yeye. Nawaambianga kila siku. Siaende. Kwani makini na watu mnapea platform. Wengi ni yake akai nayo. Tuseme tu kweli. Mwiti, tuseme tu kweli. Story wengi ni wewe. Wewe alikuwa ametuma na kimwambia Jaba. Story ya Triza ilikuwa genuine. Story ilikuwa tuna discuss. Alikuwa ametuma kwa huyo. Mimi hata sielewa hii story ya saa hii. Nimecheka pesa. Malisafi mimi si fala. Nakwambia Truth Watchdog, The Don na Lady Jack. Hiyo committee ni moja ya watu. Mtumia line moja. Truth Watchdog, The Don, Lady Jacqueline. Hawa watu ni wezi. Na any opportunity wanapata ya kukula pesa watakula. Wanatumianga The Don kama kijana yao ya kuongea Kisugu. Akisikia wanatakiwa anaamuka na hiyo mapaja yake nono. Anapanda ati anakuja kuongelesha Kisugu. So anyway guys, anakuja kututishia na stories za Jaba. Ati story ni yako na Jaba alafu anatoka anakasirikia nini? Sasa anakuja kutuambia Triza hayuko genuine. Ati ilikuwa ina manipulatiwa ati nini? Uko sure ati Triza yuko genuine ati alikuwa anakuja ati divertiwa ati alitumika. Labda zako wewe sema ulikuwa mboka chaketi ya asema alikuwa mboka chaketi ya story ndio huyo ameleta hii story. Aache kusema ati DJ alilipwa pesa afunike story, ndio huyo ameanza kusema sijui ya story gani genuine sijui nini. Hii yote ilikuwa Jaba. Mimi kulingana na maoni yangu tunaenda kana Jaba mingi not making sense.